Kisoma hapo anasema hivi, ikawa walipokuwa wanaenda, si ndio? Yule mmoja akafanyaje? Huyo uliyomsoma akafanyaje? Yesu akajibu, hawakutakaswa wote 10. Hawakutakaswa wote 10. Wale 9 wa wapi? Wale 9 wako wapi? Biblia yangu hapa inasema wale 9 wako wapi? 9 ni 9. Sema amina. Amen. Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Asemaje? Hawakuonekana kurudi kumpa Mungu utukufu. Anauliza, jamani, hawa watu waliondoka wangapi? 10. Anauliza wale wanafunzi wake, ule umati uliofuatana nao, lakini mbona aliyerudi ni mmoja tu? Je, wale 9 wako wapi? Wale 9 wako wapi? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Najua Yesu anashangaa. Waliondoka wengi na Yesu anajua huko wameenda wametakasika. Si ndivyo? Wamepoga ukoma wao. Aibu yao inafutika. Wako wapi? Tena anasema aliyekuja ni huyu Msamaria. Maana yake ni mtu wa mbali kabisa wa imani. Hakuwa Myahudi. Halo? Hakuwa nini? Samaria, hakuwa Myahudi. Amerudi kushukuru. Lakini watu ambao wana imani thabiti, wana utambulisho kama wa kwangu wa Kiyahudi, mbona hawajarudi kuja kushukuru? Jamani, amina. Amen. Wana utambulisho wa Uyahudi, identity ya Kiyahudi, si ndio? Mbona hawajarudi? Isipokuwa ni huyu tu Msamaria. Tena anasema Msamaria. Unajua kila neno linapozungumzwa lina maana yake, si ndio? Kwa nini natumia tena ni Msamaria? Anajaribu kuonyesha kwamba mtu ambaye jamani hakutarajiwa, mtu ambaye jamani hana imani ile, kama yani hakulelewa katika imani thabiti, imani ya Mungu, ametambua thamani ya kile ambacho Bwana amemtendea. Ametambua ule muujiza kwamba haukuwa kwa uweza wake, haukuwa kwa akili zake. Amerudi, amekuja kushukuru. Wako wapi wale ambao wapendwa kama mimi, wenye utambulisho kama mimi, ka Uyahudi, wanaoielewa imani? Mbona hakuna hata mmoja? Halo. Yesu alikuwa anataka kuonyesha umuhimu wa kushukuru, kwamba lazima tuliokombolewa na Yesu tuwe ni watu wa shukrani, tuwe ni watu wa nini? Wa kumshukuru Mungu. Halo. Sasa mambo, andike mambo haya. Najua tokea hapo ulikuwa huandiki. Uliposikiliza kichwa cha ujumbe ukao umekaa tu na niangalia. Sasa na kuandike haya kwa haraka sana kwa faida yako. Kwa nini waliokombolewa wanapaswa kumshukuru Mungu? Wema wa Mungu. Unapotoa shukrani ni dalili za kutambua wema wa Mungu aliofanya kwenye maisha yako, kutambua kisha kujali kile ulichofanyiwa na Mungu. Naposhukuru, napomwambia Bwana asante, Yesu asante, unaonyesha kujali kile ambacho umefanyiwa na Mungu. Hata kama sio na Mungu, mtu anapokufanyia kitu, unaposema asante, unaonyesha kujali kile ulichofanyiwa.
Halo. Kujali kile ulichofanya. 3, unaposhukuru ni kuonyesha uthamani wa kazi aliyoifanya Mungu kwenye maisha yako. Ni kuonyesha moyo wa unyenyekevu mkubwa kwa Mungu. Kushukuru ni kuonyesha moyo wa unyenyekevu. Asante, nashukuru. Ni unyenyekevu. Napoanguka mpaka